na niwaombe ruhusa niongee nikiwa nimekaa. Asante. Sijui nianzie kutoka engo gani, especially kwa sababu hii ni mara ya 3 mmekusanyika kwa jambo hili, na mimi ni mara ya kwanza kusikia. Nimefurahi, niwashukuru sana walioniona wakanialika. Mungu awabariki. Na nimeona hata MC anajua kwamba kuna mabadiliko katika mwili wa mwanamke, na ambao wameyapokea positively wamebadilika positively. Kwa hiyo people are kind of aware kwamba kuna hili jambo. Lakini kama alivyosema, labda naweza nikaleta kitu kipya ama nisilete, kwa sababu hii team inaonekana kidogo iko aware. Kwa ufupi tu ni kwamba Mungu alivyotuumba, kila mtu anajua tunaenda tukibadilika. Unafika mahali unakuwa unavunja ungo, ukivunja ungo unabadilika, unakuwa namna tofauti. Kama ulikuwa na umbo limenyooka hivi, zinaanza kuota manyonyo, zinaota ipsi, tunafurahi shape nzuri. Tunakwenda, inafika mahali inaondoka, unaanza kutembea umejikunja mgongo, unahitaji na support. Kwa hiyo Mungu ametuumba hivyo, na hatuna budi kumshukuru na kuridhika na kazi yake. Kazi ya Mungu haina makosa. Kikubwa ni kuelewa. Hapo mwanzo zamani, kabla ya hii awareness hajaongezeka, watu walikuwa hawajui wanaumwa nini. Na nadhani mpaka sasa hivi kuna ambao hawajui kwa nini wako hivyo walivyo, na wala hawawezi kuassociate hiyo hali na mabadiliko ya kukua ya kiutu uzima. Wanasema aging is a process, is inevitable, kwamba yaani huna jinsi, lazima utazeeka tu. Utazeeka, huna jinsi. Lakini suffering, ile kuteseka na uzee, is your choice. Kwa hiyo ukiona unateseka na uzee, ujue ndio umeamua hivyo. Nao marafiki kabisa ambao wanajua kwamba hii ni age, lakini wako ile resistant kula dawa, kufanya nini, yani vitu wanasema hapana, hii kinywa utazoea, utafanya nini, yani hawataki kwenda nayo, hawataki kuamini. Kama ambavyo ilivyo shida, mtu mwambie ana pressure, aanze dawa, naona yani kianza dawa hapa ndio maisha yangu yote dawa dawa dawa. Lakini mama yangu ananiambia baada ya 50 miaka unakuwa na uzima wa dawa. Kama utaki basi utaenda nao hivyo hivyo. Kwa hiyo kwenye haya mabadiliko ambayo ndio topic ya leo, wanawake tulivyoumbwa, ukifika miaka ya balehe, homoni nyingi zinakuja, na zinakuja ili zikuwezeshe kufanya nini? Kuzaa. Na katika kukuwezesha kuzaa, kunakuwa na mabadiliko mengi ya mwili ambayo yanatokea ili uweze kufanya hiyo kazi. Lakini ukishafikia umri umemaliza, alivyopanga Mungu, umemaliza kuzaa, sasa ulee, ile homoni inaondoka. Na ikiondoka, of course haiondoki unaamka asubuhi jioni, haipo, hapana. Inaanza kuondoka kidogo 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 kidogo. Pole pole tu unaanza kuona kama vile unakuwa wewe sio wewe. Na kama utambui, utateseka. Utasali sana, utakesha kwenye mikesha, lakini utaombewa wapi? Mwisho utaenda kwa waganga wapi? Mwisho kabisa utakuja hospitali. Bahati mbaya kidogo kwenye training yetu ya udaktari, hii transition na namna ya kuwahudumia watu ambao wameshaingia kwenye mabadiliko pia sio famous kwa madaktari wote. Mimi nakumbuka nilipokuwa daktari mwaka 98, nimeanza kazi, amekuja hii hadithi waga na wasimulia, nishasimulia tena hii hadithi, nadhani msikasiriki. Amekuja mgonjwa, mama kaingia, kakaa, mama mtu mzima, kaniambia daktari, mimi mama shikamoo, karibu, asante. Daktari, mimi niandikie karatasi hapa kwamba siruhusi kufanya mapenzi. Naona. Sasa nikaanza kuwaza, Mungu wangu, huyu mama anaumwa nini mpaka yani niandike hivi ili iweje? Hiyo karatasi, yani nikaanza kujiuliza maswali mengi, alafu sina majibu. Najua sasa nimwandikie kweli au nimuulize shida yake ni nini? Na hiyo shida yake mimi naiweza kuitibu? Niambia mama, kwa nini uruhusi kufanya mapenzi? Waandika hapo mume wangu, mwambie akitaka awe mke wa pili.
Yaani hataki yaani mambo yangu ninayomwambia yeye anaandika, ananiambia ya kwake niandike. Mwambie anaruhusiwa kuoa mke wa pili, sisi dini yetu inaruhusu aongeze mke wa pili, mimi aniache nilee watoto. Kwani nini kimetokea mama? Mimi mambo yake siwezi, mambo ya ujana siwezi tena, siwezi. Namwambia nielewi, anaanza kunisikizia, anafanya vitu vya ajabu, lakini siwezi. Sasa by then mimi kichwa changu nimetoka tu shule, menopause hatujafundishwa kivile. Nilipata sana shida, lakini baadaye nikaja nikaelewa, kumbe ndo hivi. Kwa hiyo menopause kwa ufupi inaathiri mwili wote wa mwanamke. Yaani mwili wote kuanzia nywele mpaka kucha za miguuni. Hormone ya estrogen ikiondoka kuanzia kichwani, nywele tunaanza kupata shida. Saluni tukienda nywele zangu zinapokutika, nywele zangu nini. Badilisha mafuta, weka nini? Kucha zinaanza kuwa mbaya, tunahangaika. Kuanzia kichwani huku. Usingizi. Watu tunasema mbona wabibi wanaamka saa 9, wanaamka saa, wanawezaje? Menopause. Kuna hadithi ya Pazi tuliosoma Pazi. Alikuwa jogoo analia saa 9 na bibi anaamka anaenda kumwamsha mtoto, anakasirika. Anawezaje bibi kuamka saa hizi na mtoto hawezi? Ni hormone. Hormone ile ikiondoka kichwani inafanya mambo mengi, inaleta usahaulifu, inaleta kuwa na hasira ambazo hazina sababu. Yaani unakuta tu umekasirika mpaka mwenyewe unajiuliza kwamba kwa nini umekasirika au kwa nini umereact vile ulivyoreact. Lakini huwezi kujizuia, na kesho utakasirika tena. Na utafanya fujo tena. Na utajibu watoto vibaya tena, na kuadhibu vibao watoto wakubwa wa kiume wakiwezekana wanaweza kukushika, mama kwa nini unatupiga. Kwa hiyo sio kwamba ni mama ametaka kuwa kichaa. Hormone ile ikiondoka inafanya mapungufu mengi sana kichwani ambayo siwezi kueleza kisayansi hapa. Mapungufu mengi kichwani ambayo yanafanya mwanamke anakuwa kitu cha tofauti. Mkali, anasahau. Kuna siku mimi mwenyewe nilisahau nimeweka wapi gari. Nimeingia Mwimbili, nimepaki gari, kumbe nimepaki emergency, nimeenda maternity, nimefanya kazi, nimemaliza, napoenda kuangalia gari langu alipo. Tafuta gari. Mpaka nipigia mume wangu simu akanifuata, nikamwambia gari hatulioni, tukaenda polisi, yaani mambo makubwa, aibu tu. Tulivotoka polisi, tukaandika kila kitu pale Oysterbay, tukatoka. Nijieleze nilivyoingia nimefanya nini, karudi nyumbani sijalala. Asubuhi naamka tu naingia emergency gari hilo hapo. Hili gari limeletwa au ndio naanza kukumbuka, Mungu wangu. Kumbe jana niliitwa emergency, nilipofika nikazia emergency kaacha gari hapo hapo. Wewe unasahau kiukweli. Unaweka funguo mahali huioni tena. Unaenda shambani, unatoka chumbani, unaenda jikoni, ujue umeenda kufanya nini. Unarudi tena chumbani, kwamba uje nisimame hapa, afu nakumbuka unaenda tena. Yaani ni kitu kigumu. Unakuja. Nadhani mtaona wamama wengi ambao tumeshafika menopause. Yale mafuta yaliyokuwa yameota kwenye hips huku, tako limekaa vizuri, sasa yanahamia huku mbele. Tunaenda kwa nani? Kwa kaka hapa kila siku, mimi mbona hii tami haitoki. Unafanya mazoezi yote huli, unalala na njaa, unafanya yoga, unafanya kila kitu, lakini vyote vitatoka isipokuwa hii hapa. Ni kwa sababu sasa hivi baada ya menopause estrogen hormone imeondoka, kwa hiyo inayo dominate ni hormone ya kiume. Na nadhani mnaona maumbe ya wanaume wananenepa tumbo. Kwa hiyo ile hormone ya androgen sasa testosterone inakuwa juu baada ya hormone ya estrogen ya kufanya ukae kimodo kuondoka. Kwa hiyo mabadiliko ni mengi sana. Tunatamani wanawake wajue ili wasijishangae. Na wakishajua wafanye nini? Hilo ndo kubwa la leo. Umeshajiona kabisa hii ni menopause, na sahau, na hasira, na toka majasho. Nadhani wamama wengi hapa wana hiyo shida. Unatoka jasho, wenzako wote wamekaa vizuri, hapo mahali pana baridi, ghafla wewe unaanza kusweti. Unasweti na unasweti kweli. Kama unaongoza kubadilisha na handkerchief kubwa, inakuwa ni kazi. Unasweti kitandani. Ndio yale ya yule mama kuomba, mimi naomba basi. Umelala kitandani hivi, mara unaanza jasho, tupa duvet, tupa kila kitu. Inakuwa ni kero, maisha yanakuwa magumu, inakuwa very stressful life.
Unaenda kwenye mikutano ya maana, unafika unasahau. Unatakiwa kuongea kitu, unapata kitu kinaitwa brain fog. Unataka kusema kitu, unashangaa mbona kama umesahau, unaanza kigugumizi, mwisho wake hilo jambo linarudi. Kwa hiyo kwa ufupi, menopause tusiseme ni mbaya. Menopause ni hatua katika maisha ya binadamu, katika maisha ya mwanamke. Kikubwa ni kutambua kwamba sasa imefika wakati mwili wangu utabadilika. Kibaya tunachokiona siku hizi, zamani menopause wote kwa wanafika na miaka 50, 45 kwenda mbele. Sasa hivi kwa bahati mbaya hatuelewi ni chakula, ni aina ya maisha tunayoishi. Tunaona watoto wadogo kabisa wanaingia menopause na miaka 36, 38. Alishapata hot flashes za kutosha akiwa 36, by the time anafika 38 hakuna tena period. Kwa hiyo inakuwa imewahi, hujui ni nini, alafu kuti alikuwa shule anasoma, anataka amalize tu aolewe, anapata kazi, tayari alishaingia kwenye menopause. Kwa hiyo kuna mabadiliko mengi sana katika maisha ya mwanamke na maisha ya kukua. Tufanye nini? Kuna vitu ambavyo vimesha kuwa identified kwamba vinasaidia. Sio kwamba utaingia menopause. Menopause utaingia. Lakini usipate mateso. Yale mateso yanayoambatana na menopause. Na katika mateso yote yanayosumbua, yanayofanya watu wanakufa mapema, ni mateso ya kuvunjika. Menopause ikiondoka, estrogen ikiondoka, inaondoka na metabolism ya calcium na vitamin D. Kwa hiyo unakuwa na mifupa ambayo iko very friable. Una mifupa friable, alafu unafanya mazoezi magumu. Utatembea tu kidogo asubuhi kuku utajikwaa, utavunjika. Na inapenda kuvunjika fima na vidole. Ukishavunjika maisha yako tena yanakuwa, manake kuunga kwenyewe hutaunga haraka au unaweza usiunge kabisa. Bibi yangu mimi alivunjika akiwa na miaka 79. Alikaa kitandani kwa miaka 10. Yaani ilikuwa ni kazi. Kwa hiyo maisha yake labda angeishi zaidi, lakini kwa sababu alivunjika afu alikuwa kijijini, alafu akawekwa hospitali, mfupa ukuunga, akahangaika, akarudi mwisho akarudi nyumbani. Aliishi maisha magumu sana. Kwa hiyo ukishavunjika wanakuambia half life yako, hata kama ilikuwa ufe na miaka 100, unaweza ukafa miaka 20 kabla ya hiyo uliopangiwa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujitunza na kujilinda ili usipate complication mbaya. Zingine zote ni mbaya. Hot flash ni mbaya, like haikuui. Kunenepa plus or minus. Lakini kuvunjika ni kubaya. Na unavunjika kwa urahisi sana. Wala utakuwa hujafanya kitu kikubwa. Unatremba kidogo, unavunjika. Kwa hiyo wenzetu, kwa wale ambao wameshaenda Marekani kwa mfano, nchi za wenzetu walioendelea, tunawashangaa bibi wa kizungu wana miaka 80 anapanda ndege titi ngazi zile papa anaingia na yani haumwi popote, hana shida yoyote. Wenzetu wanakula dawa. Wanakula supplement nyingi sana za kufanya mifupa yao iwe imara, kufanya miili yao iwe na nguvu. Kwa hiyo ukienda pharmacy, nje huko dawa zote huwa hazitolewi bila prescription. Lakini hizi supplement za kukusaidia uweze kuendana na mabadiliko ya mwili utapata over the counter, free. Yaani sio kama unapata free, lakini uhitaji daktari akuandikie. Kwa hiyo kabisa kuna supplement ambazo za miaka 40, 50 unavyozidi kupanda ngazi kwenda juu, kuna supplement mbalimbali ambazo unatakiwa uongeze kwenye chakula chako. Wenzetu kule wanatumia supplement sana kwa sababu kwa bahati mbaya, kwa wale ambao mmekaa kule, mtagundua kwamba kule unakuta nusu ya mwaka mzima ni snow, barafu. Kwa hiyo hawawezi kulima, hawana fresh vegetables, hawana kitu fresh. Kwa hiyo wanazi extract kutoka kwenye mimea, wanatengeneza dawa. Kwa hiyo wanakula kama supplements. Sisi huku tuna bahati ambayo hatujaijua. Tuna mboga zote fresh from the garden ukitaka. Tuna matunda yote unachuma unakula. Tuna kila kitu ambacho ni fresh. Kwa hiyo kwa sisi ni muhimu sana kila mwanamke aelewe kwamba anatakiwa ale mboga za majani milo 2, anatakiwa ale tunda angalau mara moja kwa siku. Mboga za majani zina vitu vingi, na sio ile unapika unaweka kwenye freezer unakula kesho kutwa, hapana. Pika kitu fresh. Chuma mchicha wako, mboga za majani, kisamvu, nini. Hivyo vyote fresh kula.
Vyakula vipo vinavyoongeza calcium. Kuna maziwa, kuna dagaa, kuna supu za michemsho aina yote, mkia, mifupa yote ukichemsha inatoa calcium nyingi sana. Kwa hiyo sisi tuna bahati kwamba tunaweza tukapata nyama fresh, tukaichemsha mara 2 kwa wiki ukala. Kunywa yogurt, kunywa maziwa. So ubugie mengi, kuna watu wengi of course maziwa hayawapendi, lakini hakikisha unakuwa conscious na unachokula. Umekula kitu ambacho kina calcium, umekula kitu ambacho kinakurudishia vitamins zako zote unazohitaji. Umekuwa exposed kwenye jua. Hatupendi jua sisi, tunataka unashuka kwenye gari tu unaingia ofisini hivi. Kutoka ofisini unaingia kwenye gari. Vitamin D inaondoka ukiwa huna estrogen, na vitamin D inakuwa shida sana kuwa maintain kwenye mwili wako. Kwa hiyo kuna vitu vidogo vidogo vinasaidia kama exposure kwenye jua. Kaa huko nje, sio kwa kukaa tu hivi ili jua likupate. Fanya kashughuli hapo kwenye jua nini ili ile mionzi ikupate. Muhimu sana. Kwa hiyo kwenye upande wa vyakula, kila mtu kutokana na anacho uweza kuafford, ajitahidi unavyokula unakuwa unakumbuka, jamani sijala mboga ya majani leo siku ya 3, kosa kubwa. Sijala tunda leo wiki, kosa kubwa. Na sio lazima yawe matunda babu kubwa yanayouzwa kwenye masupermarket, hapana. Matunda tu ya kawaida ambayo tunaweza kuafford. Kingine tujitahidi, sedentary life tunaambiwa, maisha ya siku hizi hatupendi kuhangaika. Tujaribu kujihangaisha. Kuna hatua ambazo lazima kwa siku utembee. Jitahidi. Sio lazima yani mpaka uhesabu kabisa kwa leo yani, lakini kuwa conscious na kichwa chako kwamba leo sijafanya zoezi lolote, leo sijatembea. Basi ikishindikana hivyo, kuna mazoezi tu ya kitandani, kuna yoga unafanya kitandani. Juzi nilijifunza kwamba kumbe kuna yoga hata ya umekaa kwenye kiti, unafanya vitu vyako uso nini ambayo ikawa ni zoezi la kusaidia kupambana na ugumu wa mabadiliko ya kimaisha. Mazoezi yanasaidia hata kufanya insulin ifanye kazi yake vizuri. Kwa hiyo kunaepuka madiabetes, unaepuka magonjwa mengi, magonjwa ya moyo mengi. Kwa hiyo tunapozidi kuwa watu wazima, sio lazima utembee kutoka hapa mpaka hapa. Ni wapi? Hapa ni mjini. Utembee hapa mpaka Mbweni ndio uone umefanya mazoezi. Hapana. Mazoezi unaweza kufanya ndani, mazoezi unaweza kufanya kitandani. Ile tu kujua kwamba unatakiwa mwili wako ushughulishe, utoke jasho kidogo, ni muhimu sana katika kupambana na menopause. Lakini on top of that kuna hizi supplements, na sisi ni vizuri tukazijua. Na ukiona mambo yanazidi kuwa magumu, unaona kabisa kiuno akiendi, mgongo unauma, magoti yamekataa, unatakiwa utumie dawa. Kwa hiyo kuna supplements za calcium, kuna supplements za magnesium, zinc, vitamin D. Hizo hazina shida. Mtu zozote zinazouzwa kwenye pharmacy, hizo hazina shida. Mimi katika kuangalia, maana sasa hizi zimeletwa nyingi sana, nyingi. Kila mtu anauza, kila mtu anasema hii ndio nzuri. Kwa hiyo nimekaa nikaangalia, nikagundua supplement ambazo at least ziko genuine na hazijafanywa makorokocho mengi ni za Osteocare. Osteocare sio kwamba nawapigia debe Osteocare, kama hiyo kampuni hata inijui kwanza. Osteocare product zake mimi ndo ninazotumia kwa ajili ya mifupa. Lakini kuna hawa nani BF Suma mmewasikia? BF Suma. Hao nao nimesoma product zao, nimeona ni nzuri. Sio kwamba wale wengine ni wabaya. Nimesoma product zao nikaona ni nzuri, mtu anaweza akatumia zikamsaidia. Kuna product pia za New Life. Pia hizo nazo nilitumia nikagundua nazo ni nzuri, ziko genuine. Kwa hiyo kwa sasa hivi mimi ninachofanya, napoelekeza wagonjwa wangu, kuna mfamasia anaitwa Masha. Masha sijui amekuja, nilimwambia aje, hajafika. Famasia yake iko hapo, inaitwa A+, iko hapo Mikocheni. Baada ya mimi kumwambia kwamba kuna watu wanahitaji kiasi hiki, wengine wanahitaji kubwa zaidi, wengine wanahitaji dozi kubwa zaidi ya zaidi, amezigrade dawa zake na anazita combo. Kuna hawa below 40 hii inawatosha. Kuna hawa above 40 hii na hii inawatosha. Kuna hawa above 50 anatakiwa wale hii na hii na hii. Kwa hiyo anavyoziuza
mimi ananifurahisha. Kwa hiyo huwa pia nawaelekeza watu wapite pale kwake wachukue. Kuna kusupplement hormone yenyewe. Kuna saa kila kitu kinashindikana. Supplements zinagoma, mazoezi yanagoma, daktari anagoma, kila kitu kinakuwa kigumu. Inabidi tu sasa ikifikia hiyo hatua unywe hiyo estrogen yenyewe ambayo imeondoka mwilini kwako, ndio maana unateseka. Kwa hiyo kuna namna ya kuitoa. Huwa kwa wale ambao wanakaa mjini na washauri, naenda kwa daktari apime kwanza calcium imeisha kiasi gani, estrogen imeisha kiasi gani. Sio tu kunywa dozi kubwa kubwa, kumbe wala sio kiasi kikubwa hivyo. Kwa hiyo kama huna huo uwezo wa kupima, zile symptoms zenyewe zitakwambia kwamba hapa sasa sasa hivi unakuwa mwenda wazimu. Kwa hiyo unakula zile dawa mpaka utakapokuwa na nafuu. Kwa hiyo kuna supplements za aina nyingi za hormone. Kuna ambayo yuko popular Progynova, lakini ni ghali kidogo, lakini inapungua. Inapatikana. Kuna za aina nyingi, kuna za patch unabandika tu kwenye ngozi, kuna sindano, kuna za kuweka huko ukeni, kwa sababu ukeni kule kuna kauka sana kwa estrogen ikiwa imeondoka. Kwa hiyo ziko variety nyingi kutokana na mahitaji. Watu wengi wana mahitaji tofauti. Wanasema 20% ya watu wanao undergo menopause ndio wana mahitaji magumu, wanateseka sana. 80% hao wanateseka kiasi. Kwa hiyo sasa usijilinganishe kwamba wewe kwa sababu unafanya hivi na dada yako lazima afanye. Hapana, unaweza kukuta yeye kwake hapo sio shida. Shida ambayo inawapata watu wote kwa sawa ni shida ya mifupa na calcium. Kwa hiyo unapokuwa kwenye crisis kama hivyo, vizuri kama una access ya kumwona daktari, mwambie. Kama anaweza kukupima ni vizuri, hawezi kukupima, jisupplement kwa kutumia hizo dawa kama ambavyo nimekueleza. Nadhani zaidi ya hapa ningependa maswali. Kama muda wa maswali, andikeni maswali yenu yote, labda nitaweza kuweza kugusa pale panapokukuna wewe ambapo ni shida yako. Lakini kwa kuongea tu hivi unaweza usiguse shida ya mtu, na ni vizuri watu wakatoka hapa leo wakiwa na majibu ya maswali yao. Naomba niishie hapo, asanteni. Haya, makofi kwa Dr. Ngarina.